Yani sijui nani kaniroga mimi. Yani toka ile sekeseke lianze sipati hata wateja. Ila kila kukicha na alikuwa shughuli bibi, lakini hakuna hata mmoja anayetaka kuleta mwali wake kwangu. Hapa sio bure, lazima kuna kitu. Na huyu mteja niliambiwa anakuja ndo mpaka muda huu, au sijui ndo ameghairi ya Rabi. Mwaka unaisha vibaya huu. Mteja mwenye atakuwa ndo huyo. Karibu. Asante. Bila shaka ndo mteja wangu. Wewe ndo kungwi? Umefika. Mimi ndo kungwi wa kuitoa kungwi mwenye bala langu. Yani ulizia mji mzima huu. Hakuna kungwi mwenye bala kama mimi. Karibu bosi wangu tajiri. Nashukuru sana nimekukuta. Maana nimekutafuta sana. Inaonekana una mazito mwali wangu. Mimi nimeolewa. Ndoa yangu ina mwaka wa 5 sasa. Nina watoto 2. Nimeolewa bado nikiwa binti mbichi. Lakini ndoa yangu imekuwa teso kubwa sana kwangu. Nilivyokuona tu hiyo sura yako ilivyonyorodoka, nikajisemea kimoyomoyo, huyu atakuwa mgonjwa mahututi wa emergency room. Sasa naomba nifunulie hilo donda lako, nijue kama la kutia chumvi au kuweka spirit. Aya, nidadavulie vizuri mwali wangu. Mume wangu ni mlevi kupindukia. Analala amelewa, anaamka amelewa. Kwanza naomba nikuulize kitu. Wewe huyo bwana ulikutana naye wapi? Nilikutana naye baa. Nilienda kwenye sherehe kuzaliwa ya rafiki yangu. Ndio tukakutana huko. Baa. Sasa wewe kinachokufanyia roho inakukaa juu kitu gani? Labda ungekutana naye kanisani, ungekutana naye msikitini, ila baa ulitegemea nini mwali wangu? Si ulimkuta mtu anapiga vitu vyake. Kinachotesa moyo wangu, mume wangu hana mpango kabisa na mimi. Hanijali kwa chochote. Pesa zake anaenda kumaliza huko na wanawake wengine baa. Ona jinsi nilivyo. Hakunikuta hivi mimi yule mwanaume. Sikuwa hivi mimi. Ila nikuondoe wasiwasi. Kwa kuwa umefika kwa daktari wa magonjwa yote ya ndoa hapa duniani, hilo tatizo lako limepata suluhisho kwangu mimi. Sasa naomba hayo masikio yako yafungue vizuri kama antena. Unajua unapokosea ni wapi? Mtu kama yule wa kupiga mtungi ni mtu wa vibe. Yani muda wote kwake ni shangwe. Sasa wewe mwali wangu umekaa nyoro, umepoza. Sasa cha msingi na wewe lazima uwe mtu wa vibe. Mume utakuwa umemweza, utakuwa umemnogesha, kwa sababu akirudi nyumbani haelewi, lakini akienda kule kwenye viti virefu anakutana na warembo wasichana wenye vibe zao. Lakini wewe mwali wangu umedoda. Hapo cha kufanya mwali wangu, ukirudi leo nyumbani, nunua double kiki zako hizi 3. Halafu piga. Utanambia. Lakini mimi sijawahi kunywa pombe hata siku moja. Hapo ndipo unapofeli mwali wangu. Lazima kwanza iko kichwa kichangamshe, ili na wewe mtu wa vibe, ili uendane na huyo bwana mule ndani. Kwa hiyo hapo ndipo nilipokuwa nakosea. Wewe uliona wapi paka na mbwa kaka pamoja? Paka mwenzie paka, mbwa mwenzie mbwa. Kwa hiyo kama bwana wako mbwa, lazima na wewe uwe mbwa. Hapo sasa ndio inakuwa vibe, na vitoto vyenu vyote vinakuwa vijibwa. Hapo ndo utapata furaha ya ndoa mwali wangu. Yani zile pesa zote anazopeleka huko kwenda kuongana na wake wengine, mzigo wote unarudi kwako mwali.
Yaani wale wanaokaa kuzungusha meza watakuwa namtafuta kwa tochi. Bwana yupo ndani, ametulia kwa mke wake. Wanakula vibe zao. Kimya. Wewe fanya kama nilivyokuambia. Mimi neno langu ni hili tu moja. Utakuja kunishukuru mali wangu. Kama mume wangu atarejea kwangu, atanijali na kunithamini kama mke wake, sijui hata nitakushukuru vipi. Mimi sinaga ubabaifu hata kidogo. Sawa, angalau nimepata mwanga. Mimi ndio kungwi bwana. Kungwi mwenye balaa langu. Naambie mwanangu. Vipi jamaa, mbona hujatokea mwanangu? Sikuone kabisa, imekuaje baba? Unajua nini kaka? Ukweli mimi sasa hivi nimeamua kuachana kabisa na masuala ya pombe. Kwa sababu nimekuwa na migogoro sana na mke wangu. Kesi kila siku nyumbani kwa wazee. Yumba jamaa yangu leo kumewaka mwanangu, walembo kama wote. Acha zako enjoy babu. Au ndo kabisa mwanangu yani. Ndio hivyo. Alafu hayo masuala ya wanawake sasa hivi ndo sitaki kabisa kuyasikia yani. Kwa sababu anamaliza tu pesa. Wewe mwanangu njoo mara moja mangu je kupiga pili tatu mangu ni kupenoga babu wezi amini yani ukija mwenyewe yani haujijuti. Mtu unaambiwa uelewi. Mimi sasa hivi nimeamua kubadilika. Yaani sitaki kabisa migogoro tena na familia yangu. Mume wangu, yani bora hata umefika. Maana alikuwa amekumisi kweli. Wewe. Mbona kama umelewa? Imekuaje leo? Leo ni siku ya vibe. Wasi unaendaga huko kutafuta vibe. Sasa leo vibe lipo hapa ndani. Na watoto wako wapi? Mbona siwaoni? Leo ni siku yetu, chana na watoto. Nimewapeleka huko kwa bibi yao. Sasa kama umeamua kuwapeleka huko, mbona mimi hujanipa taarifa? Watoto wa nini? Watoto wenyewe waletu sio wako. Kwa hiyo nataka kusemaje? Nikwambie, yule Yusufu, babake yule rafiki yako Juma. Alafu sasa yule Mariam imesana wewe hapo dukani. Tunapendaga kukopa vitu. Unaongea nini? Hivi unajua unaongelea kuhusu damu yangu, watoto wangu? Mimi nimeshakuchana. Wewe unataka nifanye nini? Subiri ukitoka huko kwa mapombe yako, kazi zako ni kuchovya bila hata kupeleka moto. Wewe unataka nikufanye nini wewe? Chagua wewe nini nikufanye? Zombie. Wewe unataka nini kwenye maisha yangu? We mwali vipi? Umetoka huko ulipotoka umekuja kwenye imaya yangu na umejicho yako kama mjusi kaona kaburi, huna hata salamu. Hivi ndivyo ulivyofundwa kwenu we mwali? Wewe si ndio uloniambia nikinywa pombe, nikilewa, nitarekebisha mambo kwenye ndoa yangu. Mume wangu atanijali, atanithamini. Ndio, mimi nilikwambia kwa faida yako, kwa manufaa yako. Haya, wewe kinachokufanya unakuja hapa unanipayukia, sijui kama umepata uchizi. Kitu gani? Nilikwambia mimi sijawahi kunywa pombe. Ona sasa, nini kimetokea? Hata yale ambayo mume wangu hakupaswa kujua. Mume wangu, angalia kilichotokea. Umeharibu kila kitu umeharibu. Nitawatazamaje wakwe zangu, wazazi wangu, utu wangu, heshima yangu? Unajua mimi sikuelewi ya maneno yako. Yaani sikuelewi hata una dhamira gani.
Mimi nategemea unakuja kwangu na niambia kungu ya asante, tumemaliza hatua ya kwanza, kinachofuata nini? Tumalize mambo, tumalizane, unipe mzigo wangu. Sasa sikuelewi unakuja hapa papa. Siri niloificha siku zote leo imekuwa pigo kwangu, nawe ndio umesababisha. Wewe kumbe hujanijua vizuri mimi. Usiniletee kunguni hapa. Sitaki nuksi kwenye kilinge changu dada. Mimi sio daktari wa vichaa. Mimi daktari wa ndoa. Kwa hiyo kama hapa pamekushinda, ondoka. Yaani nakuambia yote haya, alafu jali chochote. Huyu kwani vipi jamani? Sasa leo ama zako ama zangu, nakuwa hapa. Majirani, msaada majirani, msaada. Nakufa mimi leo jamani. Ya kimya. Aya. Usiniwe mali wangu, usiniwe. Nina watoto mie, kuwa na huruma basi. Baba Sonyo amenizalisha huko, amenikimbia. Yaani toka nizaliwe mimi sijawahi kuolewa. Kila kitu nafanya mwenyewe mwali wangu. Usonge chochote, unazidi kunitia hasira. Usiniue. Watoto wangu mimi mwali, kuwa na huruma. Mimi sio muuaji. Ila wewe ndio umetaka iwe hivi. Usifanye hivyo. Mimi bado sijatubu dhambi zako. Msaada. Nisamee mwali wangu. Assalamu alaikum. Bwana Yesu asifiwe. Alhamdulillah.